Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Jumamosi ya leo. Mungu awabariki wote. Walio katika madhabahu ya manukato ya sifa na wasikilizaji wote wanaopenda kupokea kusikiliza na kupokea yale ambayo Roho Mtakatifu anatufundisha pamoja. Mungu awabariki watumishi wa Mungu katika yote ambayo yanaendelea manukato ya sifa. Sasa nimeona message hapa inayozungumzia je, Waislamu na wenyewe watanyakuliwa? Mimi nachangia maneno ya Mungu ni sahihi, yanadhihirisha kila kitu. Uzuri ni vizuri tuangalie maneno ya Mungu yanasema nini. Haya ndio yatatupa picha halisi ya mtu wa namna gani ambaye anaweza kunyakuliwa. Ngoja nimshukuru Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, mwokozi wetu. Uhimidiwe milele, utukuzwe milele, lisifiwe jina lako milele mioyoni mwetu. Asante Baba, tunakushukuru kwa kuwa ni wewe mwenyewe utupaye ufahamu, unayetufunulia yote kwa kadri ya neema uliotujalia. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye atatega sikio lake na kuyasikiliza haya. Kwa Roho Mtakatifu natamani sana tuyajue maneno yako ya uzima. Tusaidie Bwana, utuwezeshe tuweze kujua haya. Wabariki wote ambao Baba wanatega masikio yao kusikiliza, na wape moyo wa kupokea kwa ukarimu kabisa, ili jina lako Baba lipate kutukuzwa ndani ya mioyo yao sawa sawa na jinsi wanavyopokea. Asante Bwana Yesu. Amen. Sasa hapa kuna mada mbili. Kuna kuhusu habari ya Uislamu na kuna habari ya vile vita vya mwisho vya Gogu na Magogu. Lakini kwanza nitajadili hii habari ya Uislamu kwanza, alafu nikipata muda mwingine tutajadili hilo la Gogu na Magogu. Biblia inasema njia za Mungu hazichunguziki. Njia za Mungu hazichunguziki. Njia za Mungu hazichunguziki. Njia za Mungu ziko juu sana kuliko njia zetu, na mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo yetu. Tunapozungumzia njia za Mungu ziko juu, anaposema njia za, manake njia za Mungu ziko nyingi. Sasa njia ambayo Mungu aliitumia ili kuwaokoa wanadamu, njia hii Mungu aliihakikisha, njia hii Mungu aliithibitisha kwamba ili wanadamu tupate kuokolewa kutoka nguvu za giza, Mungu aliichagua njia yake moja tu iwe sababu ya kuwaokoa wanadamu wote ulimwenguni. Njia hii ni Yesu Kristo peke yake. Narudia tena, njia hii ni Yesu Kristo peke yake. Yeye ndio njia ya kutufikisha kwa Baba
njia ya kutuokoa na kututoa kwenye nguvu za giza. Sasa mtu yoyote ambaye akijitafutia njia yake yeye mwenyewe, huyo amepotea. Lakini njia ambayo Mungu aliona sahihi kwetu, kwa wanadamu wote, ambao njia hii ndio wanadamu ingewapasa waokolewe, njia hiyo ni ya Yesu Kristo tu. Kwa hiyo Mungu alimtuma mwanae Yesu Kristo aje ulimwenguni awe sababu ya kutuokoa. Sasa hiyo unaweza ukaiona kwenye kitabu kile cha, nafikiri cha Yohana. Ngoja tuangalie Yohana pale, ile sura ya 14. Yohana sura ya 14. Ngoja tuone pale Yohana sura ya 14. Naomba tuende polepole jamani, mimi kidogo huwa ulimi wangu ni mzito, kwa saa nyingine nashindwa kuzungumza kwa haraka kidogo. Anasema hivi, ile sura ya 14, sura ya 14, ukianzia tu ule mstari wa 5, anasema Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Huo mstari wa 6, Yesu anasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ina maana Yesu Kristo anajifunua wazi kwamba yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Anaposema kweli, maana yake kuna udanganyifu. Siku moja leo kuzungumzia shetani atatumia udanganyifu wote ili kuipotosha kweli ya Mungu. Lakini kweli ya Mungu ikiwa ndani yetu, kweli ya Mungu ikiwa ndani yetu itasababisha kujua udanganyifu wote wa shetani. Tutapambana, tujua huu ni uongo. Sasa kweli ya Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Yesu hapa anajifunua, anasema yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi, anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yaani mtu hawezi kumwona Mungu. Sasa anaposema mtu, manake ni mtu yoyote, uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni mpagani. Mtu yoyote hawezi kumwona Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, tunaona kitabu kile cha Yohana, ile sura ya 3, ule mstari wa 1 na wa 5. Yesu anaanza kuonyesha jambo fulani hapa. Sasa tunapozungumzia njia, Yesu ni njia. Yesu anaanza kuionyesha njia yake jinsi ilivyo, njia ya kuweza kumwona Mungu. Kwa hiyo kila maelekezo Yesu Kristo anayoyatoa, manake ni yeye mwenyewe. Sikiliza, kila maelekezo anayoyatoa Bwana Yesu kwetu sisi ili kuyafuata, manake hiyo ndiyo njia yenyewe. Hiyo ndiyo njia yenyewe. Narudia tena, kila maelekezo anayoyatoa Bwana Yesu kwetu, hiyo ndiyo njia yenyewe yatupasa kupita. Lakini kama mtu afuati maelekezo hayo, manake huyo mtu anakwea mahali pengine. Sasa Yesu anamwambia mtu mmoja, Nikodemu, ile sura ya 3, Yohana sura ya 3,
tukianzia tu mstari wa kwanza pale. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Mstari wa 3, Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo njia. Yesu anaonyesha hiyo njia. 4, Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Mstari wa 5, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa Roho na kwa maji hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anaonyesha njia ya kuingia ufalme wa Mungu, na yeye ndiyo njia. Sasa kama ndiyo njia, anatoa maelekezo ya namna ya kuingia ufalme wa Mungu, yani kule tunakokwenda. Hatua ya kwanza, Yesu Kristo anaonyesha mtu huyu lazima azaliwe mara ya pili, ndipo anaweza kuingia ufalme wa Mungu. Ngoja nikwambie kitu. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza, Bwana Yesu, yule mtu pale msalabani aliyekuwa maana pale msalabani walikuwa watu wawili, mmoja kushoto mmoja kulia. Huyu mtu mmoja ni kama alimlaumu Yesu, ni kama vile alitoa maneno sio mazuri, lakini mtu wa pili akanyenyekea mbele za Yesu, akamwambia, Bwana Yesu, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Maana aliomba rehema, alitubu. Yesu akamwambia, tangu sasa, kuanzia sasa utakuwa pamoja na mimi paradiso. Sasa nini hapa? Huyu mtu hakubatizwa wala kumpokea Roho Mtakatifu. Kumbuka, ngoja nikwambie kitu. Nimesema hivi, njia za Mungu hazichunguziki. Mawazo ya Mungu yako juu kuliko mawazo yetu. Kumbuka, Yesu alikuwa msalabani na alikuwa anaendelea kuimalizia kazi yake. Wakati huo, ngoja nikwambie kitu. Natoa mfano huu. Kwa mfano, kule mahospitalini kuna wagonjwa wengi. Sasa bahati mbaya, ambulance imeleta mgonjwa pale. Yule mgonjwa labda amegongwa na gari, yule mgonjwa labda yuko mahututi sana. Nataka nikwambie, akifika pale hospitalini, madaktari wote watamhudumia yule mgonjwa. Shughuli za wagonjwa wengine zinaweza zikastopishwa, alafu mgonjwa huyu akashughulikia kwanza, maana yuko taabani. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hii. Mungu ni mwenye huruma, Mungu ni mwenye rehema, huwa anaangalia kwa namna hiyo. Kuna watu wengine, kwa mfano, mtu huyu ni wa imani nyingine. Wakati mwingine hata imani zetu hizi, watu hao wanakuwa wako taabani kabisa, bado walikuwa hawajamkiri Yesu Kristo. Unakwenda kumwongoza maombi ya toba, huyu mtu akiwa taabani. Ngoja nikwambie kitu. Siku moja kuna mzee mmoja alikuwa anaumwa. Yule mzee alikuwa anaumwa sana. Basi Roho Mtakatifu akaniambia, nenda kwa yule mzee. Nikaenda na mama mchungaji, tukaenda tukamwangalia yule mzee. Kwa kweli alikuwa na hali mbaya mno. Basi tukamwombea yule mzee. Tulipomwombea yule mzee, Roho Mtakatifu akaniambia hivi, mpake mafuta. Nisikilize vizuri. Unapozungumzia mafuta,
kuna namna ya kutumia mafuta. Mafuta siyo ibada mpaka maelekezo ya Roho Mtakatifu. Basi kwa kitabu kile cha Yakobo ile sura ya 5 utakwenda kukutana nayo mambo. Kwa hiyo nikarudi nikachukua mafuta, nikaenda pale yule mzee nikamwombea, nikampaka mafuta, maana alikuwa hawezi hata kutamka maneno. Shetani alikuwa amemfunga kinywa chake asitamke wakati namwombea. Nilipompaka ile mafuta pale kichwani, nikamwombea rehema, yule mzee nilipomwita, yule mzee aliitikia. Nikamshangaa Mungu sana. Basi nikaanza kumwongoza maombi ya toba. Alikuwa ni mzee sana. Nikaanza kumwongoza maombi ya toba. Yule mzee akatubia uovu wake wote. Nikamwombea rehema, nikamsihi Mungu amjalie, maana alikuwa bado hajabatizwa maji mengi, alikuwa bado hajampokea Roho Mtakatifu, lakini nilimwongoza maombi ya toba. Baada ya hapo, yule mzee alichukuliwa kapelekwa hospitalini akafa. Unaona hiyo? Biblia inasema kitabu cha Yuda ile sura ya 1, nafikiri kwenye mstari wa mwisho kunakutana na maneno yanasema hivi kwamba wengine wanyakueni kwenye moto. Kuna mtu yuko taabani, lakini kumbe Mungu ameshamchagua. Sasa njia za Mungu hazichunguziki, lakini tunataka tuangalie kile ambacho Yesu anazungumza. Kwa hiyo haya mengine yanakuwa ni dharura, yanaweza kutokea kwa dharura sana, ndio inaweza kutokea. Sasa twende vizuri. Kwa hiyo Yesu anazungumzia kuhusu habari ya ubatizo. Mtu asipobatizwa na kupokea Roho Mtakatifu, huyu mtu hawezi kuona uzima wa milele. Samahani kidogo. Sasa Yesu Kristo mwenyewe ni kielelezo. Yeye mwenyewe alibatizwa. Yesu Kristo yeye mwenyewe ni kielelezo. Yeye mwenyewe alibatizwa. Hiyo unaweza ukaipata kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17. Yesu Kristo anabatizwa. Alipokwenda pale kwenye mto Jordan, alikuta Yohana pale anabatiza. Yesu Kristo akataka naye abatizwe. Yohana alikuwa anakataa ili asimbatize, lakini Bwana Yesu akasema maneno haya, akasema, kubali hivi sasa, maana imetupasa kutimiza haki yote. Neno hilo Yesu sema imetupasa kutimiza haki yote inayohusu ufalme wa mbinguni. Sasa Yesu anapozungumzia imetupasa kutimiza haki yote, manake haki yote ya ufalme wa mbinguni, haki yote ya kuweza kuingia ufalme wa mbinguni, haki yote. Sasa unapozungumzia haki yote, kuna vitu vingi ndani ya hiyo haki yote. Haki yote ndani kuna vitu vingi vimesheheni humo, hivyo viko na Yesu amevizungumza. Lakini haki ya kwanza yampasa huyu mtu abatizwe, alafu kisha ampokee Roho Mtakatifu. Yesu alipokuwa amebatizwa tu, kisha Roho Mtakatifu akakaa juu yake. Tunaona alivyobatizwa, Roho Mtakatifu akashuka akakaa juu yake. Alibatizwa tena. Ubatizo wenyewe ni ubatizo wa maji mengi. Sasa hivi kuna ubatizo wa vimaji kidogo kwenye kichwa huku. Huo sio ubatizo, ni ushetani mtupu huo. Ubatizo halali ni ubatizo wa maji mengi. Limetupasa kutimiza haki yote. Hatua ya kwanza ni ubatizo, lakini pia na kumpokea Roho Mtakatifu. Hii ni nzuri. Sasa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Hatua ya kwanza ubatizo wa maji mengi, lakini Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kuwa naye kila anayemwamini Yesu Kristo. Ngoja nikwambie kitu. Hata kama umebatizwa maji mengi, ni vizuri zaidi uhakikishe kwamba Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako. Maana neno linasema kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 9, na kwenda hapo ili tujue jinsi ambavyo Mungu anasema. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 9, neno linasema hivi hapa, anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho.
lakini mtu awaye yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Hatua ya kwanza, sio kwa Waislamu, sio kwa Wakristo. Mtu yoyote asiye na Roho wa Kristo, huyo sio wake, manake huyo sio wa Mungu. Ninaogopa sana haya maneno ya Mungu. Ina maana mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu ndani yake, huyo sio wa Mungu. Manake kama sio wa Mungu ni wa nani? Manake ni wa Shetani. Anaposema huyo sio wake, anasema hivi, mtu yoyote, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Manake kama sio wa Kristo, manake huyo ni wa Shetani. Ngoja nikuambie kitu. Kitabu cha Zaburi 58 ukisoma pale ule mstari wa 3, ndio linasema hivi, anasema wasio haki wamejitenga tangu tumboni mwa mama zao, wamepotoka wakisema uongo. Wasio haki wamejitenga tokea tumboni mwa mama zao, hao wamepotoka wakisema uongo. Unaona hilo neno lilivyokaa, ni neno la hatari sana. Twende vizuri. Kwa hiyo mtu yoyote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wa Mungu, sio wa Mungu. Maana kama sio wa Mungu, maana yake ni wa Shetani. Uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo. Mimi hapa huwa mara nyingi nawahubiria mpaka Waislamu hapa, nawaeleza waziwazi, siwezi kuwaficha, nawaambia wazi kabisa, kama mtu hakumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, huyo hawezi kwenda mbinguni, huyo sio wa Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tukieleza hapa. Tuendelee na mada yetu. Kwa tunaona Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana ndani ya mtu, lakini unaweza kusoma kitabu cha Wakolosai ile sura ya 2 mstari wa 12 na Efeso sura ya 4 mstari wa 1 na ule wa 6. Ukisoma hapo utaona namna ya ubatizo ambayo imetupasa kubatizwa kwa sababu ya muda wetu. Sasa basi, lakini kitabu cha Rumi ile sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Rumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Rumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Sikiliza hayo maneno. Anasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Sasa watu wengi hawamkiri Yesu Kristo kwa vinywa vyao, kwa mioyo yao kuwa Bwana, na kuamini moyoni mwao kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Watu wengi hawaamini haya, hawamkubali. Unajua, ngoja nikueleze mambo hapa. Mambo ya kiroho yanahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Mambo ya kiroho hayahitaji akili za kisomi za darasani, kwamba umekwenda shule, wewe ni profesa, una degree, una master nini, mambo kama hayo. Mambo ya kiroho yanahitaji Roho Mtakatifu ndiye atuongoze. Watu wengi wamejikuta wakimkufuru Mungu, wakimtukana Mungu kwa sababu wametumia akili zao wao wenyewe na ufahamu wao wenyewe, wakijikuta wametoka nje ya mstari. Sasa neno linasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako, kukiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo wako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Fanya vizuri. Unapokiri kwa kinywa unapata wokovu, unapoamini kwenye moyo unapata haki. Maneno ya Mungu ni mazuri sana. Sasa hii kwa hao wenzetu Waislamu wengi wao hawamkubali Yesu Kristo.
wala hawataki kusikia, lakini kati yao miongoni mwao wako wanamkubali, lakini kwa sababu wanashindwa kutoka kule, wanashindwa kwa sababu ya wamebanwa na udini umewakamata. Lakini nataka nikuambie, nisikilize vizuri, si kwa Muislamu yoyote, si kwa Mkristo yoyote, si kwa mpagani yoyote, mtu huyu asipomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na kuamini kwa moyo wake kwamba Mungu alifufua kutoka wafu, mtu huyu hawezi kuona uzima wa milele, hawezi kunyakuliwa, hawezi lakini pia na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Maana unapomkiri Kristo Yesu, maana unamkiri Yesu Kristo si kwa kumkiri tu, na pamoja na kuyafanya mapenzi yake. Tunaposema kumkiri Yesu na kuamini kwa imani, maana yake ni pamoja na kuyafanya yale ambayo anatuelekeza tuyafanye. Huko ndiko kumkiri Kristo, sio kumkiri juju tu, na pamoja na kuyafanya yale ambayo yampendezayo yeye Mungu. Sasa basi, ngoja nikuambie kitu kingine cha mwisho ambacho kinaendana na hiyo. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 12. Sura ya 4 ule mstari wa 12. Na Mitume sura ya 4 ule mstari wa 12 anasema hivi. Sikiliza. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupaswalo sisi kuokolewa kwalo. Angalia huo mstari vizuri. Wala hakuna, ngoja kwanza turudie ule mstari, tuanzie mstari wa 11 pale. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni, yaani Yesu Kristo. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupaswalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu, yani wanadamu wote litupaswalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina jingine, hakuna jina la Muhamadi hapa, hakuna jina la kina Musa wala wakina Petro wala wakina Yohana wala wakina Elia. Biblia inazungumzia jina pekee, ni jina la Yesu Kristo peke yake, ndilo ambalo wanadamu wote tumepewa chini ya jua, wanadamu wote tumepewa chini ya mbingu, ambalo hilo ndio jina litakalofanya sisi kuokolewa kwalo. Kwa hiyo mtu yeyote asiyekubaliana na jina hili, iwe ni Mkristo ama Muislamu ama mpagani, maana huyo mtu basi ni sawasawa, huyo mtu ameiuza nafsi yake, roho yake kwa shetani. Tuende vizuri, lakini ngoja uone kitu kingine hapa cha ajabu tena. Ukisoma Isaya ile sura 45, mistari yoyote inashabiana. Ukisoma Isaya sura 45 mstari wa 23, alafu ukisoma Warumi 14 mstari wa 11, ukisoma Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9-11, hiyo mistari ukisoma inashabiana. Ila mimi sasa nitakwenda ile Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na wa 11. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na wa 11. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na 11. Sasa Isaya 45:23
45 mstari wa 23, Warumi 14 mstari ule wa 11, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na 11. Hii mistari yote inashabiana, utasoma kwa wakati wako, lakini mimi nasoma ule mstari wa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na 11. Anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jina hilo ni jina gani? Maanake ni jina la Yesu Kristo. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tazama hili neno lilivyokaa. Tazama hili neno lilivyokaa mahali ambapo pakutisha. Sasa anasema, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti na lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa hivi utaona watu wengi wamechukuliwa na upepo, wanayakiri majina ya watu, wanayainua majina ya watu badala ya kuliinua jina la Yesu Kristo, kulikiri jina la Yesu Kristo. Wewe utakuta kwenye makanisa mahali fulani, utakuta mchungaji ameweka picha yake hapo kubwa, tena ameweka picha yake na mke wake, yani wamekumbatiana na mke wake hapo, yani mke na mchungaji wako hapo kwenye madhabahu. Hii maana yake ni nini? Kwa nini usiandike tu jina Yesu kwenye hiyo madhabahu? Sasa nini maana yake? Watu hawa wanatafuta kuyakuza majina yao badala ya Yesu. Wanatafuta majina yao kutamkwa, kuinuliwa badala ya Yesu. Hii nayo ni hatari, lazima tuwe makini kwenye hilo neno. Kwa hiyo kila goti litapigwa, kila goti linapigwa, vitu vya mbinguni, kwa maana huko mbinguni ni malaika na vitu vyote vilivyoko mbinguni, na hapa duniani viumbe vyote, na chini ya nchi. Huko chini ya nchi hatujui kuna nini huko nako viumbe vyote vinatakiwa vipigwe.